Katika kipindi hiki cha uimbaji tunakualika kwa pamoja nasi. Ibada hii ya uimbaji ikaweze kuwa baraka kwa ajili ya maisha yetu ya kiroho, ukituandaa kwa ajili ya marejeo yako. Asante rafiki mwema kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, ukizidi na hata kwa ambayo hatujaomba ni katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Kwaya Mkuyuni, karibuni. Tumsifu Mungu, tumshukuru kwa rehema zake. Ametulinda, ametutunza hadi leo, kwa sifu jina lake. Njoni tuimbe, tumsifu Mungu, tumshukuru kwa rehema zake. Ametulinda, ametutunza hadi leo, kwa sifu jina lake. Ni furaha, kushukuru katika Bwana wetu ni mwema kwa wote. Kupitia nyimbo zetu watu wabadilishwa, wawe viumbe wapya kwa damu yake Yesu. Tusikwepe wala tusiogope, maana ni agizo kwenda ulimwenguni, kuwafanya watu wote kuwa wanafunzi. Ni furaha, kushukuru katika Bwana wetu ni mwema kwa wote. Kupitia nyimbo zetu watu wabadilishwa, wawe viumbe wapya kwa damu yake Yesu. Tusikwepe wala tusiogope, maana ni agizo kwenda ulimwenguni, kuwafanya watu wote kuwa wanafunzi. Kelele wala usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri makosa yao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Piga kelele wala usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri makosa yao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Ni furaha, kushukuru katika Bwana wetu ni mwema kwa wote. Kupitia nyimbo zetu watu wabadilishwa, wawe viumbe wapya kwa damu yake Yesu. Tusikwepe wala tusiogope, maana ni agizo kwenda ulimwenguni, kuwafanya watu wote kuwa wanafunzi. Ni furaha, kushukuru katika Bwana wetu ni mwema kwa wote. Kupitia nyimbo zetu watu wabadilishwa, wawe viumbe wapya kwa damu yake Yesu. Tusikwepe wala tusiogope, maana ni agizo kwenda ulimwenguni, kuwafanya watu wote kuwa wanafunzi. Ni furaha, kushukuru katika Bwana wetu ni mwema kwa wote. Kupitia nyimbo
zetu, watu wabadilishwa kwa viumbe wapya kwa damu yake Yesu. Tusikwepe wala tusiogope, maana ni agizo kwenda ulimwenguni kuwafanya watu wote kuwa wanafunzi. Katika siku za mwisho ibilisi ataingiza kurudi kwa Yesu kama ilivyotabiriwa. Tutasikia kuwa Kristo ameonekana Afrika, mara Marekani, mara kaonekana Asia. Tutasikia kuwa Kristo ameonekana Afrika, mara Marekani, mara kaonekana Asia. Ndugu, fahamu kurudi kwake Bwana Yesu sio kwa siri siri, wala si kwa hapa na pale. Pia ukumbuke kila jicho litamuona na kumshuhudia akishuka na utukufu. Ndugu, fahamu kurudi kwake Bwana Yesu sio kwa siri siri, wala si kwa hapa na pale. Pia ukumbuke kila jicho litamuona na kumshuhudia akishuka na utukufu. Tunaposoma maandiko yanatueleza ya kwamba Kristo atarudi akitokea mashariki, atakuja na malaika na parapanda zikilia, utukufu wake ukiangaza ulimwengu. Atakuja na malaika na parapanda zikilia, utukufu wake ukiangaza ulimwengu. Ndugu, fahamu kurudi kwake Bwana Yesu sio kwa siri siri, wala si kwa hapa na pale. Pia ukumbuke kila jicho litamuona na kumshuhudia akishuka na utukufu. Ndugu, fahamu kurudi kwake Bwana Yesu sio kwa siri siri, wala si kwa hapa na pale. Pia ukumbuke kila jicho litamuona na kumshuhudia akishuka na utukufu. Fahamu kurudi kwake Bwana Yesu sio kwa siri
wala si kwa hapa na pale. Pia ukumbuke kila jicho litamuona na kumshuhudia akishuka na utukufu. Ndugu, ufahamu kurudi kwake Bwana Yesu sio kwa siri siri, wala si kwa hapa na pale. Pia ukumbuke kila jicho litamuona na kumshuhudia akishuka na utukufu. Upepo ulipovuma ukaipiga bahari, wanafunzi walilia, Bwana tusaidie, tunaangamia ndani ya bahari. Bwana Yesu tusaidie, tunaangamia ndani ya bahari. Bwana Yesu tusaidie. Yesu alipoamka akawauliza swali, imani yenu sasa iko wapi? Wanaongeza imani yetu tuweze kushinda dharuba, majaribu ya dunia. Yesu alipoamka akawauliza swali, imani yenu sasa iko wapi? Wanaongeza imani yetu tuweze kushinda dharuba, majaribu ya dunia. Imani yenye mashaka ndani ya mioyo yao, mitume wake Yesu ndipo walitikiswa walipoiona meli yao ikiyumbayumba. Mashaka makubwa yaliwajaa walipoiona meli yao ikiyumbayumba. Mashaka makubwa yaliwajaa. Yesu alipoamka akawauliza swali, imani yenu sasa iko wapi? Wanaongeza imani yetu tuweze kushinda dharuba, majaribu ya dunia. Yesu alipoamka akawauliza swali, imani yenu sasa iko wapi? Wanaongeza imani yetu tuweze kushinda dharuba, majaribu ya dunia. Imani isiyoyumba ndiyo inahitajika wakati huu sasa, nasi tumwombe Mungu. Shida nayo majaribu yanapokusonga ndugu, jenga kwake Yesu ni mwamba. Shida nayo majaribu yanapokusonga
songa ndugu, jenga kwake Yesu ni mwamba. Yesu alipoamka akawauliza swali, imani yenu sasa iko wapi? Wanaongeza imani yetu tuweze kushinda dhoruba, majaribu ya dunia. Yesu alipoamka akawauliza swali, imani yenu sasa iko wapi? Wanaongeza imani yetu tuweze kushinda dhoruba, majaribu ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu, kwa baraka ya kipindi hiki cha uimbaji, tunaomba ukatusaidie kutukumbusha yale ambayo waimbaji wametupatia tuweze kuyafanyia kazi. Lakini mchungaji anapoinuka kwa ajili ya kipindi cha mafundisho makuu, tusaidie pia tukuelewe. Ni katika jina la Yesu, amina. Karibu mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nimeanza sijasema hii salamu. Leo ngoja na mimi niiseme. Nilikuwa nakata tu na kwenda, sio kwamba nilikuwa mjinga, nilikuwa na haja. Kwa sababu wale wa kwanza wanatosha, sio tuwasumbue watu tu. Hiyo salamu inaweza isitujenge kwa watakatifu, lakini ni salamu nayo tuongoza katika huduma hii. Sasa na mimi ngoja nijijaribishie. Makambi 25 Ushokora. Nitakwenda nikimtumania Yesu. Haya, mnasema hivyo basi, Mungu awabariki. Unajua hii kazi ya Mungu sio ya kukimbia hivi. Watu tunapokuja kwenye makambi hatutakiwi tuwa disturb sana. Tunatakiwa mkae miguuni mwa Yesu, mnafurahi, tusiwasumbue. Unajua ipo dhana nyingi. Haka hebu mara kwanza, ya pili simama. Inawezekana kuna mtu kiuno kimeshaharibika. Hasa unapomsimamisha anapata shida. Hili sio kanisa. Sasa nimekuja kufanya nini? Sasa nyingine tu basi inakawa hivyo. Basi. Sasa mkishasema si mmeitika, kwani mpaka ufanye hivi? Mimi wasipendi sana. Ila ni mkorofi mimi. Kama shule ya Sabato, moja kanisa unarudia barabara, unawasumbua wa nini wewe? Ndio watajua ni barabara. Kama hawajawa tohara ya kiroho, hawawezi kuelewa hiyo salamu. Wasumbua tu. Angalia hao watu, je, wako vizuri? Hata hivyo siwasumbue sana mpaka kuna mwingine alisema wakasimama alivyo kwenda ukaa chini, miguu juu, mwanamke mzima. Sasa akasema mkuu wa shule Sabato hata mbele za Mungu atahukumiwa. Mbele za watu mtu anachacharika pacha. Lazima tuangalie. Kuna wale hata wale wanaokaa kwenye viti vile special vile mabenchi yale mazuri. Najua Kahama mnayo, inawezekana kwa sababu mko mbali. Yaani unakuwa hapo, Biblia inakaa hapo, unapiga magoti hapo chini. Hamishiki vile. Lakini ya majamaa haya tena hayana diagonal chini, imekaa kake hasara tu, mguu mwingine uko juu. Unashuka chini mweleka. Yesu asifiwe. Ibumba, nyosha mkono. Sasa hivi ninatia kwangu na mimi. Ushokora wako wapi? Kwaya iko wapi? Ipo kwaya, itafute. Ule wimbo wa Mungu unakumbuka ule? Unasemaje? Mungu kabla ya milima, sawa sawa.
dakika 10 nitamaliza muwimbe. Niwe naiba iba na mika nafasi na mimi nisikilize nyimbo. Sasa nimekuja. Sasa wapendwa, nimekuja tu haraka, tumechelewa kidogo. Mimi sijanywa chai lakini nitakunywa baadaye. Huwa sitaki kunywa chai kama niko kwenye huduma hii. Kwa sababu chai nzuri. Tuwe na harufu manukato mazuri ya wokovu. Ninyi ni taa na chumvi katika dunia hii. Sisi tumepewa sifa kubwa sana. Leo tunakaa tunazurura tu hivi. Unampanga mtu awe mzee wa kanisa, hawezi kufanya vizuri kwa sababu anajitegemea yeye. Unampanga shemasi aweze kufanya vizuri. Tuliza kanisa kwenye nidhamu, utulivu, kuwatembelea, kuangalia watu, amekuwa tu mtu wa kawaida. Halafu anataka Roho Mtakatifu afanye mambo ya Mungu. Haiwezekani. Mpaka anajihofu kutembea. Anajihofu kutembelea washiriki. Hapa leo napiga pengi tu hapa. Muda wote hautoshi. Yaani kuna idara nyingi ndani ya kanisa, tutumie vipawa, karama zetu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sasa tunaangalia mapepo na majini na hii mizimu ikoje. Je, tunayo katika maisha yetu? Sikiliza. Jinsi ya kujitenga na mizimu ya familia ya ukoo. Kinachotusumbua, kwa nini imekuja mizimu ndani ya mafundisho makuu? Koo zetu ndizo zimekuja. Inasemaje? Kacha, tamaduni zetu. Tumekuja nazo kutoka huko kwa Waha, kwa Wasukuma, kwa Wapare, kwa Wajita na wengine. Tumezizoa kuja nazo kanisani. Ni vizuri kuja nazo. Njoo nazo, anasema baba mzigo wako unifuate. Ndio. Ukishamfuata aziondoshe moja moja. Sio uje nazo halafu mkatalie. Zitui kwako. Nataka nikae nazo mwenyewe. Ndio maana tunakuja na mizimu ya nyumbani ndani ya kanisa. Tunakuja na tamaduni, kacha za kwetu kule mitaani kwetu, katika ukoo wetu ndani ya kanisa tunadumu nazo. Kanisa haliwezi kutembea. Kanisa hili ni zuri, lina mipango mizuri, uwezekano kwa sababu ni la Mungu mwenyewe, mambo yanakwenda vizuri. Anasema onjeni muone ya kwamba Bwana ni mwema. Maana yake ni nini? Mkuu wa huduma anakuwepo ndani ya kanisa, hawezi kufanya ubishonari, hawezi kupanga mapratuni zote hizo. Anagombana tu na watu, anatuhumu watu tu. Roho Mtakatifu anahama, unabaki peke yako. Na watu wamebaki wao wenyewe. Kanisa haliongezeki kwa sababu ya mizimu tu. Unakaaje mwaka mzima hujapanga tawi la shule Sabato? Hujapanga kundi, unataka nini? Hiyo kazi sio kwako, mueleze mwenye nayo. Nataka mapepo yamenitoka, nataka utumie hii kazi katika mikono yangu. Kupitia kwangu niweke alama chini ya uwezo wako. Ninapomaliza nimefanya sehemu yangu. Naomba kundi, kanisa. Halafu ni magombano tu. Kwa sababu ya mizimu fulani. Unajua hii haijakuwa wewe ni nani? Hii haijakuwa ni ya kwako wewe. Hewa nashangaa kweli kwenye baraza la kanisa. Ngoja niwape kisa. Pia karibu niviache kwa sababu nimeshatoka. Au nipambana nao. Nimekuja mwaka 2020 na ngapi hapo nilipo Kibondo. Kanisa moja maharia hapo. Wenyewe anasema ndio wenye dini, ukoo mmoja na watu kama 10 na kitu. Halafu anasema wanajua Biblia, kumbe ni wakorofi huko ndani, kuna uzinzi fulani, kuna watoto wao wamezaa ovyo, wanapigana watu wa siasa tu wako CCM na wapi, mpaka kule wananuka vibaya. Halafu wanakuja kwa washiriki kanisani na viongozi. Siku moja walimsaliti sana. Miezi mitatu walimfanyia kitu kibaya. Miezi mitatu, sio mchungaji wamesambishwa. Anakaa chini ya mwembe kama yatima. Hapo mke wake akataka kumpa sumu, akamtapisha viongozi. Wanasema wana dini, kumbe wana mapepo, wana majini mle ndani. Wana mizimu. Kawaeleza, mimi nimekuja nitatoka, lakini sikilizeni. Hawa watu kuna kundi moja ambaye kuna katibu wangu wa mtaa ambaye mwaka juzi nilimkuta yumo, mwaka jana nikampendekeza, mwaka huu nikampendekeza kapita. Na anafanya vizuri na patuo vizuri sana. Nimekwenda chuoni, yani amefanya zaidi ya mimi. Nikampa zawadi mbele ya watu. Hana makundi, ni Msukuma, jinai, si watu wa kwenu.
kijana mzuri sana. Yaani yule jamaa bwana. Mwalimu wa sekondari. Na nilipokuja na gari na saa 12:30 alinipokea. Wengine wote wamekacha, wanakukacha hivi. Yeye akanipokea. Nikamwangalia huyu vipi? Nikamgundua. Paka nihame pale, hata toka kwenye katibu. Paka nihame. Unaweza kunilazimisha mimi. Sana nifanyia kazi vizuri, sipo najua nikiagiza nafanya, kwa nini nimtoe? Hapo leta naye nibishia huko, anashika kaputula huko nyuma. Unakuvua kaputula mchungaji. Kanisa haliendi kwa kuvuana makaputula. Sasa huyo jamaa, sasa nikawaeleza, yule jamaa ni mzuri, lakini hapa anafifishwa. Halafu ameshaanza, kuna mwalimu mmoja alikuwa sekondari, wakamsema na kunywa pombe na nini akaacha. Ni mjita mmoja hivi. Kuna wengine naona wanasalisali. Kanisa lilikuwa liko kwenye renta. Nikasema aha, kuangalia wanafaa kwa kanisa. Walikuwa kundi kwa kanisa. Hawa nafanyeje? Nikaenda kwa tembea, jamani, naweza nikawapa kanisa mnakubali? Ndio mchungaji, utakuwa umetuokoa. Nikaja kueleza hawa, unajua mchungaji hawajafaa kuwa kanisa. Nikasema unasemaje hawajafaa? Wanafaa lini? Nipe tarehe watakaofaa. Wani mkorofi kwa kazi ya Mungu mimi. Nipe tarehe ambayo unasema wamefaa kuwa kanisa. Wewe. Nasema naomba tarehe. Kama ni 2050 sawa. Nielewe leo. Maka nimerefa mimi kufanya kazi. Wewe umekaa hapa mnagombana. Nataka niwaelekeze. Sio nini? Baba mchungaji usije hivyo nasema. Nakujaje sasa? Nije unavyotaka wewe. Nikaenda Mbeya mwaka juzi, nimeitwa Mbeya kazi fulani, nikafanya. Nimefika Mpanda. Akanipigia simu. Mchungaji, tumepitisha ile kundi kwa kanisa. Nikasema hapo umeweza. Na ilikuwa nifike kwa sababu najua madhara ya wale walikuwa wanatoa zaka nzuri na sadaka na ni wa kiroho. Huku yani hata kuja kwenye maombi hawaji. Anayefundisha yani mtu akija tunakosa lolote na jambo fulani bado ni muonekano sio wanahubiri yeye. Yule nyingi ana tatizo. Amekuja na nini? Kimini. Hivi mafundisho yetu ni ya kimini. Mtu akimfahamu Yesu sana acha. Sasa atakuwa na aibu. Lakini hajamfahamu Mungu, hana aibu, mpiga geuzo na choma moto. Nikaja nikafika hapo mwaka juzi, mpasa Mahwago nikamuita mwezi Disemba mwaka juzi kwa kanisa. Niko kwenye renta. Nikasema sasa naenda chuoni, sawa? Na ningekuwa kumalizia. Sasa sikiliza. Nikafanya chini juu, nikatafuta mbao mimi mwenyewe. Nikaenda kwa mkuu wa shule, akanipa mbao 38 headmaster ambaye hasadi kwetu. Halafu kulikuwa na project fulani inafanywa ya chuo fulani cha nini hiki chuo cha Sido. Tukaenda manager wa pale naye tukamweleza, akasema mtakuja mchague miti. Tunatangaza kwenda kuchukua zile mbao, hawakuja. Nikaweka mbao hapa mimi mwenyewe. Mbao 6 nikasomba. Mwingine kaona aibu. Acha nisombe sifi. Nikaondoka. Nikasema naomba mpaue hiyo kanisa. Situesha hapa kanisa mpaue hilo jengo. Nikasema nendeni muazime vitu kwa watu. Mimi ijapo ni mgeni basi tutalipa. Wakaenda wakaka mkataba. Hawa wengine ambao tu kanisa linatoka wakaanza, huyo mchungaji anawadanganya hata hawezi kulipa. Akasema nina gari nitauza gari. Nilipe hilo deni. Sasa watu washangaa huyu jamaa mnakorofi. Nafanya kazi ya Mungu. Wamekwenda mwezi wa 5 wakawa wamepaua, kanitumia picha wameshapaua. Hilo kanisa leo linaongoza kwa matoleo kwa mtaa mzima, watu wachache. Watu 36. Wanaongoza kwa zaka na sadaka. Amina. Na ni watiifu. Huyo mwalimu nishamrudisha kanisani, ameshabatizwa, ambaye alikuwa anasema ni mwasi, ndio mtunza hazina, lakini ni mkuu wa wakili wa mtaa. Biashara inaenda vizuri. Na hivi kanisa linatembea. Kanisa halitafanywa na watu wengi, naomba niwaeleze. Ni wachache watakaokuwa wameacha mizimu kule. Sawa sawa? Kacha zao, utamaduni waziacha kule. Wakija ndio watakaofanya kazi ya Mungu. Wengine tutaenda polepole. Hatutawafukuza, na Yesu anawapenda zaidi. Na tusiwaseme sana. Lakini baada ya hapo hiyo kanisa na waeleza, nimerudi tu nikawapongeza, lakini wameshakuta umeme. Makanisa mengi ya zamani hawajakuta umeme, wameshakuta umeme. Wameweka mlango na kitasa ngacha. Na mimi kachanga dirisha fulani. Wametengeneza kibweta kizuri. Hakina kioo lakini cha kisasa.
Niwapa picha fulani pale Ngongongale, nilikwenda nikaangalia, nikakapiga picha. Kazuri kweli, kambao kazuri ka kisasa. Unaweka kila kitu humo ndani hapa, safi. Nikaita baraza la mtaa nikawapeleka pale. Sasa tukafanya, nasema jamani, hivi mnaonaje hao watu? Watu wakaniangalia. Jamani, kizuri kinajifanya nini? Kinajitembeza, kinajiuza. Angalieni. Waliokuwa nikapiga sasa, waliokuwa nasema kwa hawafai, je? Wakainama. Unifanye lolote, niko ndani ya Yesu. Kacha tuache tamaduni zetu katika kazi ya Mungu. Mungu atatutumia kweli kweli. Sasa anasema mizimu. Twende tuone jinsi ya kujitenga na mizimu ya familia na ukoo wetu na koo zetu. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Ndugu zangu wote, karibuni tujifunze neno la Mungu. Nimetengeneza hapa na nimenukuu vitabu fulani. Natamani kila mtu asome somo hili hadi mwisho. Somo hili pia kuna wakati nitaliweka katika kitabu ili watu wengi zaidi wajitenge na mizimu. Ni mara nyingi tumeona watu fulani wakihangaika kishetani ili tu kuhakikisha mizimu haiwasumbui. Bila Yesu itakusumbua mpaka ufe. Mizimu haina mama wala haina huruma. Sikiliza. Yaani hapa sisi tunafanyaje? Kuna wengine waliopatwa na mabaya, wakara wa shetani aitwaye mganga wa kienyeji aliwashauri wakaombe msamaha mizimu na kutoa kafara. Baada malizia, kwa nini tunafanya hivyo vitu? Katika jamii nyingi ni kawaida sana kusikia watu wakisema wana mizimu ya ukoo wao. Sifa hiyo kwa Wasabato haitakiwi kusikika. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeoshwa, umekubali kuja kwenye msalaba wa Yesu, habari ya mizimu isisikie midomoni mwetu. Tunamdharau Yesu na Mungu wetu na tutapotea. Wengi wanasema inawezekana wewe umeshawahi kusikia jambo hili au hujawahi kusikia, lakini ukweli ni kwamba familia nyingi na koo nyingi na makabila mengi walikutana wana mizimu yao. Nitakupa ushuhuda wangu binafsi ndani ya somo hili. Mizimu ni nini? Ngoja nije tu kidogo kwangu. Mwaka fulani siwaelezi, Pastor Mitekaro ndio tumaliza shule pamoja. Mimi nilikuwa yatima tu, nimelelewa na shangazi, nikaoa mke. Nilipooa mke amekaa miezi 9 na siku fulani akazaa mtoto, akafa naye akafa. Alikufa mtoto Ijumaa, Jumamosi wakamzika naye Jumatatu. Nimehangaika huko ndani hiyo nyumba, usiku nasikia harufu yake. Yote kabisa harufu nilikuwa naisikia yake. Naoga sabuni naweka ile perfume hakuna, nasikia sauti yake, harufu yake. Nikaendelea. Baadaye siku moja nikaona ananijia. Mizimu hiyo. Huyu ndio huyu. Baadaye nikasema inakuwaje? Nikawa naomba lakini nilikuwa naomba sana na mimi. Nikatoka hapo nikahama nikaenda Kiwa mjini. Nimekaa Kiwa mjini. Nimekaa baada ya miaka 2 sijaoa. Siku moja nimelala nikamuona anakuja. Nilikuwa napenda kuongea na watu, nilikuwa mwimbishaji. Hawa jamaa kupiga gita na nasema najua rhythm. Ni nani anapiga rhythm? Rafiki yangu wewe. Yes. Hili naijua kabisa na hama najua na mimi. Ijapo na miaka mingi nimeshazeeka siwezi. Lakini sikiliza. Mnanielewa lakini nikaona anakuja. Sasa nilikuwa naongea na watu, mimi huwa sina nani wala nani. Akasema yaani namuona kwenye ndoto. Nimeona unataka kumuoa fulani, usimuoe marehemu mke wako. Nikashtuka. Uoe mtu fulani. Nikashituka, hapo miaka 2 imeshapita. Nikasema Mungu wangu, huu ni mzimu. Nikapiga magoti. Naomba kama uishivyo na unavyonipenda, ufute hili jambo lisionekane katika maisha yangu. Na ilikuwa inakuja wakati fulani saa 9 nasikia harufu yake inakuja. Na nimeshahama Manyovu, nimeshika kwa mjini. Nilipoomba mara ya kwanza, mara ya pili,
Siku nyingine tena nikaona, nikarudia, ndipo ikakoma. Huyu hapa. Sasa kama hauna Yesu unasema sawa, si mke wangu amenikataza, unaoa yule yule. Msione tunatembea tumeshaathirika. Kuna wanaokaa kanisani degedege tu hivi, pepo utakipitia. Kuna wanaokaa kanisani kwa sababu ya majungu tu, kiburi cha kusoma, kiburi cha kufanya kazi yoyote, utakwenda na upepo. Kuna watu fulani hivi, yani analingia elimu fulani. Nani alikueleza? Una elimu kuzidi nani? Kuzidi Sauli. Elimu za kijinga tulizonazo tu hivi. Hata kwa serikali hujafanya kazi vizuri wewe. Jamani, kwani lenyewe linajulikana mpaka leo. Wewe hata dirisha pili hujulikani. Unatesa dunia. Hivi natukana nasema. Ndio mafundisho yangu. Sikiliza wapendwa. Tunyenyekee miguuni mwa Yesu, sifa zije zimrudie yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusibebe sifa zilizo za kwetu. Sasa sikiliza, naendelea. Hicho kisa nimemaliza, ni cha kwangu nimesema. Mizimu ni nini? Mizimu ni maroho ya kuzimu ya shetani. Yaani shetani anachukua tabia na kuigiza mtu ambaye alikutoka. Awe babu, awe baba, awe nani ambaye ulikuwa unampenda sana. Hawezi kuigiza kwa mtu ambaye humpendi, ambaye hakuwa ndani ya kichwa chako. Haiwezekani. Shetani anaigiza kwa yule ambaye rafiki yako aliyefariki anakuja. Sauli mnakumbuka? Endori pale mnakumbuka? Mchawi wa Endori. Jamani pale mtegemea sana. Siwezi kwenda vitani mpaka akaenda kwa mizimu, kwa mganga kienyeji. Hebu naomba fulani umuite, anielekeze niweze kushinda. Akampandisha, unamuona yeye? Namuona kama mzimu anapanda. Akamuelekeza, baadaye akashuka. Ilikuwa ni yeye. Lakini tuende kwa Lazaro. Sijui achovye kidole Yesu alini. Mifano mingine Yesu alikuwa na mifano fulani. Ndio nimesema katika maandiko matakatifu tukao tunajifunza maandiko makuu. Fundisho kuu hili. Unaposoma hiyo paragrafu uiangalie. Alikuwa anamaanisha nini? Usiizoe tu. Watu wengi wanasema kwamba mtu akifa anakuombea. Haya. Yametoka kule kwenye mizimu ya ukoo imekuja kanisani. Tunakuwa baada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumtegemea tunasema nikienda kufanya jambo hili ni hivi na hivi. La pili inapokuja, alikuwa rafiki yangu mmoja. Tena niko kariwa hapa 2019. Watoto wameugua sana na yeye akastakama na matatizo. Msabato, simsemi. Ila hayuko kwenye mtaa huu. Jamaa msabato mwenzake tena mzee wa kanisa fulani. Akasema unajua upige chenga fulani. Unajua wanaugua sana. Upige jambo fulani hivi. Ni lipi? Unajua akacheka. Akasema nini sasa? Baadaye akasema unajua sisi mambo ya ukoo yani yanatufuata sana. Wewe kwani wewe unatambikiaje? Akajitoa. Tunafanya hivi na hivi, akasema nenda uchukue tumiti kwa sababu uko wenu na ujua na kabila yenu. Tumiti hivi lete na hivi na hivi na hivi weke pale, useme kwamba nimekuhamisha babu uje kwangu. Sabato. Mizimu hiyo inatesa uko ndani ya kanisa. Wengine ndani ya kanisa hawezi kuwa na ng'ombe mpaka aweke mizimu ya kwao. Na hiyo mizimu kiwa nayo, hutatoa zaka na sadaka, hutahudumia kanisa. Hata kujenga choo ya kanisa huwezi. Hata kununua viti vitatu kama hivyo vya 20,000 huwezi. Maana yake mali yako inatawala na mizimu. Mwingine anakwenda kulima. Nimewafanya hicho kitu. Niko Singida 2008. Nimefanya kazi pale mpaka pale Umesigiri. Mzee mmoja alikuwa Abeli, alikuwa Muislamu, tukaongea naye tukapendana. Akasema nyewe wachungaji unajua hamna hela, ananipa debe la lita 10 ya mahindi na nini kwa sababu wanaendelea kama mjusi aliyekufia barabarani. Akasema sawa. Yule mzee baadaye akasema mchungaji nataka nikulimishie shamba na wewe uwe na nini? Uwe na chakula. Akasema sasa talima mbona sina hela? Wasikuwa mnajua ingwa 3 ingwa, akanilimishia. Akasema atanimishia. Kilichotokea upinzani ukaja. Nikakubali. Akasema Jumamosi atalima. Kabla sijaja kaliwa hapo. 2010 kitu kama hicho. Nakumbuka. Sasa nikasema mimi Jumamosi shamba langu halifanyi kazi. Halifanyiwi kazi. Anasema sisi nimekupa shamba langu na sisi tunafanya, wewe unakwenda kusanya. Akasema sikia rafiki yangu, wewe ni Abel mwenzangu.
ni rafiki yangu. Sasa acha na hiyo, akalazimisha. Si nimeshawaeleza washiriki wa hapa, sijui wameshasahau. Wakaenda siku ya Sabato na watoto wake kulima kwangu. Mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, jembe likakatika. Mimi sijui, nasali tu. Naenda Jumapili nakuta pamelimwa, nimeanzia shambani. Kwenda akasema, wewe waha ni washawi bana, nimekubali. Kwa nini? Jembe likatika jana, ulitukataza. Nikasema niwakataza kwamba ni Sabato au nikataza kwamba ni ukoo wangu? Nilisema Mungu hataki kufanya kazi siku ya Sabato kwa mali mimi nayo miliki. Sasa nilisema ni ukoo wa Kiha. Nimekaa pale, ni rafiki mpaka leo 2020 na 10 na ngapi? Nimekuja hapa 13, yes sawa, 13. Mpaka leo tunapigana simu. Mizimu inatesa watu. Nimesema kwa kuzaa watu wanakwenda kutambikia ili azae watoto. Unazaa watoto wa tahira. Umeshaingia kwenye kanisa hili, acha kufanya hivyo vitu. Mashamba yenu mnaweka hirizi, mnafanya vitu fulani, hayawezi kuota. Hiyo ni mali. Ukishalima shamba, ita mzee wa kanisa, ita mchungaji, waweke wakifu. Mizimu itoke katika jina la Yesu. Utavuna. Ng'ombe usimezinunua, ita mzee wa kanisa, mchungaji, mwongozo wa wazee unasema waweke wakifu hao ng'ombe na mbuzi na kondoo, watazaa wawili wangapi, mambo yanakwenda. Nyumba umejenga, unaacha unaweka hirizi, unafanya hivi, mizimu tu, wasikuroge, wasikufanye nini? Mizimu hiyo. Lakini kuna wengine kabisa anataka kuwa kiongozi wa kanisa, anaweka mizimu. Hiyo Mungu hana mizimu hiyo. Anaweza kaikataa, lakini anaweza kaikubali, kwanza kutesi. Kwani uteswe, tumeshaokolewa. Mtu anatembea kwa hofu. Unamweza kufanya kazi pale, wakati fulani unatoa kama mzee wa kanisa na kutuma nenda kanisa fulani. Mchungaji, nitaendaje? Mbona sina usafiri? Nilikuita uje kanisani. Mimi nina hela ya kukupa usafiri. Wewe ni missionary, wewe mfanya kazi kwa tembea kwa miguu. Ukahudumie watu. Unajua, sasa mchungaji akupe ana hela shilingi ngapi? Kila naye mtuma mpe hela. Hiyo si mizimu. Lakini kwa kazi zake, nyie kwa kazi zenu mnafanyaje? Mnaomba hela kwa nani? Au unakwenda kwenye madeni, unakwenda kudai mtu, sawa? Unakwenda saa ngapi? Kuja nao hata uso unakwenda kudai deni. Lakini kwa kazi ya Mungu, kwa sababu ya mizimu inayosababisha mimi nisipoenda nafanya hivi. Siku moja niko hapo mwaka juzi tena. Na hapa visa vya kwangu. Mtu mmoja mwaka jana alikuwa mzee wa kanisa. Mwaka huu nikamtoa, nikasema mzee wa kanisa mmoja kaingia kaka yake. Sasa nikamtuma nenda sehemu fulani, akasema nakwenda. Amekubali kwenda. Asubuhi nachukua gari kaondoka, mke wangu alikuwa amebaki. Alikuwa na shida fulani kanisani. Kilichotokea, hakuenda. Akanipiga simu mke wangu, fulani akwenda kwenye ulipomtuma. Hakuenda yeye, mwache. Niliporudi nikamwacha siku ya pili, akasema rafiki, mbona hukuenda? Walikusubiri, una deni na wale watu. Unajua mchungaji, nililala niko vibaya hapo, nikosa usafiri. Ulinieleza. Nikamwacha. Baada ya kuwa nimemweleza maneno mazito, utapotea. Hii kazi sio ya kutegea, usinitegee mimi. Nimekutuma kwa sauti ya Mungu, nenda ukafanye, ukahudumie watu. Sasa unajua Biblia, nenda ukahudumie. Alikwenda kwa basketi. Kwenda kufanya kazi ya Mungu. Mizimu inatutesa ya kiburi. Kujiona nene. Bebe nahe. Nene kwa Mungu. Tulikuwa na mtu mmoja kule, bado niko kijana, tunaimba kwaya kule Manyovu. Alikuwa anajua kupiga solo kama hawa jamaa. Sio nani piga solo hapa nimeona. Yaani unaimba kama yenyewe. Mungu akubariki. Napenda wanao. Sasa huyu hana kiburi, hata machoni mwake hana kiburi. Kajamaa alikuwa na kiburi. Huyo katika anamjua. Yeye already ni wazaliwa wa kanisa. Yaani akipiga solo unafikiri yani ni mdomo naimba. Na hivi ninapohubiri tu ameshatunga wimbo hapa. Alikuwa na karama ya ajabu sana. Siku moja tu kwenye baraza la kanisa akatunga wimbo. Siku hizi baraza la kanisa ni malumbano. Akatunga kutufundisha. Ni jamaa vipi? Ndiye alinifundisha rhythm, basi nikainishinda. Sasa kazi yake ilikuwa ana mizimu kichwani. Ukimkorofisha kidogo anatupa gita naondoka. Kachana yeye anamfahamu huyu. Mpaka tukasema hivi ni nini? Na ndiye anapiga solo peke yake na basi, yani yote akipiga ni hatari na kutunga nyimbo.
Sasa katutesa sisi tu ni watu fulani tu tunaimba na mimi naimbisha hivi lakini kilichotokea huyu anafahamu. Kundi lake walikuwa watatu. Mmoja aliuawa kwamba ni mwizi, heri mission kule. Mmoja katika hao. Mwingine kwanza wanaanza ukoo wa waganga wa kienyeji. Wanataka mapato. Wanakwenda huko mbali, wanalala kaburini ili wapate hera. Tukasikitika sana. Mimi nimeshahama pale, nimeshatoka Manyovu. Nikasikia hiyo habari. Wakampiga mmoja. Yeye kilichomtokea akaasi kwamba kanisa halimthamini, akaenda Anglikana Kigoma mjini. Kanisa kubwa la Anglikana wakamchagua na kweli anapiga kigita, ni hatari. Wakati watu mbembeleza akakaa kule. Ametoka kule kaenda sui Kasulu, kaenda pale Kiremba. Ameshaasi tiki. Ila neema ya Mungu ipo siku anaweza kumrudisha kama hajafa. Nicho ninachokiamini. Lakini ameteseka sasa hivi. Mizimu. Nasikitika sana. Hata kaka yake alikuwa bebo hapa Tabora, alikuwa naye, wakati yuko Tabora. Alikufa na ukimwi, ameacha kanisa. Mizimu hiyo. Mwaka juzi walipa namba yake nikampigia sema, "Wewe Ndagiwe, uko wapi?" Nasikia umeshakuwa mchungaji, akasema, "Na mimi nikakibarua kama mzee wa kanisa, sio mchungaji, nikibarua tu hivi." Mimi bado sirudi bwana. Kurudi unamwachia nani? Rudi rafiki. Na marehemu mke wangu alikuwa dada yao. Mizimu. Tunaangalia mizimu mingi. Shetani anafanya mambo mengi sana kugeuza habari. Nenda kwa Hawa. Hawa anaelezwaje? Usiguse, usile na nini akamaliza. Alipoondoka, Shetani akaangalia nafanyeje ili nimpate huyu mwanamke. Kwa sababu wameshaona Mungu anavyokuja mara kwa mara, wanamfahamu. Mimi nitakujaje? Nikija kama Shetani inawezekana sifanye na Mungu. Nifanyeje? Kwa sababu ya jamani, yani yule mdudu ni hatari. Akaingia ndani ya nyoka. Akampagaisha, akampa uwezo wa kusema. Hakuingia ndani, alimpa uwezo. Nyoka anakuja hapo chini hapo. Ati. Mwanamke anaanza kutoa macho. Alisema tukila tutakufa, akasema mtakuwa kama yeye, hamtakufa. Chuma kampa, mbona hufi? Mke wake ameshaliwa na yeye kekundu. Leo kuna kitu hiki moja. Wakina mama kufanya discussion, kufanya mjadala na Shetani, muache. Usione kitu ambacho huna uwezo nacho ukaenda kufanya mjadala, unaondoka na maji. Hata wanaume hao. Sisi wanaume nasi anafika pale Adamu yuko hoi. Na sasa mke wangu na nini tayari mweleka. Tumtegemee Yesu Kristo. Habari ya mizimu tuachane nayo. Mizimu ni chochote ambacho kinakiuka habari za Mungu. Shetani anatumia mambo mengi, mambo tofauti. Akija kwa njia hii mnaweza mkagundua anatumia njia nyingine. Anatuharibia kanisa. Anakuja amevaa mambo ya Kiislamu na mapepo. Yaani kubaki kofia na nini? Ila wao hawana nini? Ungejua siri ya kanisa hili. Wakome katika jina la Yesu. Tumepewa mbinu nyingi ya kuongoza ya kuweza kufanya kazi ya kanisa hili. Sisi ni wapelelezi, usalama wa taifa wa Mungu sisi. Kama unavaa tai kila siku ndio unaweza kuhubiri nini? Sio hata kuogopa. Kuna wakati ambapo tai haiwezi kuvaliwa, unauawa. Watu wengi wanakaa na tai, wanaweza sifiwe. Ni wakati gani huo? Chukua yani nasema katika maandiko kwamba hii sehemu nivaeje, hii nifanyeje, ili nifanye nini? Anasema Paulo anasema alipokwenda kwa alifanya nini? Alikuwa kama sio kutenda. Kwa walevi alikwenda hakulewa, ila oya mwanangu wewe ukagonga hivi. Wakutabangi oya mwanangu sio nini. Kuna kisa kimoja nilikuwa nakifundisha. Vijana fulani walikuwa wamesoma form 6 form 4 na nini, walikuwa wanne. Wako kijiweni, wazee wa kanisa fulani, wawili wakasema hawa watu ni mali ya Yesu. Mapepo yamewatoka, wale jamaa na mapepo tayari. Wanafuta bangi. Sasa siku moja wakawasalimu wamevaa vizuri. Watoto hamjambo vijana? Hatujambo. Wakaenda. Siku nyingine wakaenda pale.
Siku ya pili wakasema sasa hawa tuwafanyeje? Mbona wameshatuelewa. Wasema tuandae chakula kanisani. Wakaandaa sabato ya wageni. Wakamweleza mkuu wa shule ya sabato anayeshughulika na sabato ya wageni, akaandaa sabato kwa sababu ilikuwa kwenye ratiba ikafanyika. Wakawaalika. Walivyowaalika wakawapa meza mbele kwa viongozi. Kuku, soda na kila kitu. Hakuna wamechaka hivyo, unajua watu hao. Jamaa wakawapenda. Sawa, bado nina nafasi. Sasa kilichotokea, wale wazee walivyowapa kile chakula sawa sawa, wakawapenda na wao. Baadaye wakawapa Biblia, kila mtu na elimu yake. Kitabu cha Vita Kuu na nini, vya Kiingereza, sio wasomi. Wakaenda. Baada ya mwezi walikuja wawili wakasema tumependa hili kanisa, lina upendo. Wakawakumbatia wale wazee wakarukia. Hawa wazee ni watu wa maana. Wengine wanatutukana tunakuta bangi, lakini hawa walituita na tukala chakula kwenu. Amina. 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 Sasa wasinge kwenda mwanangu huyu wakafanana wao, wangewaleta kanisani. Kifanya yani uinjilisti ni mbinu. Uinjilisti ni nini? Usiende unavyotaka. Atakugeuza Mungu uende ukafundishe hivi kufuatana na hao watu walivyo. Ukienda kwa Wachaga huwezi kwenda kufundisha kama unavyofundisha Waha. Ukienda kwa hao wa Masai huwezi kufundisha hivyo. Mpaka upate mwenye mtu wa boma, mkuu wa boma. Ukishamlainisha ataita watu wote, njoo hapa. Huyu ni mchungaji. Wote anawapa anakupa wewe. Wewe nenda na vitabu vyako. Hao Bwana asifiwe. Unasali wapi? Piga teke, piga na fimbo. Hapo nasema nimepigwa ndani ya eti kwenye kazi ya Mungu. Wewe ni mshamba. Mvuvi anatumia mbinu za kuweza kuvua. Sisi kwa hiyo tusitumie mbinu, tunapewa na Roho Mtakatifu. Mizimu itutoke katika jina la Yesu. Amen. Sisi mnatukana. Angalia kama upendi kazi ya Mungu ni mizimu fulani. Ukiwa unachukia mwenzako ni mizimu fulani. Wale ushokora waje hapa. Wako. Waimbaji. Ule wimbo. Sikiliza wapendwa. Kazi yoyote ambayo ukiifanya inakinzana na Mungu ni mapepo kabisa kabisa. Tunahitaji kuokolewa, tufanye kazi, tuwe manukato. Sisi ni mitaji tumepewa. Tusiongoze kanisa kama tunavyotaka sisi. Tupende watu wa Mungu. Tuombe Mungu atuongoze anavyotaka yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hivi tunaelewana jamani? Hata kama ni chakula ukikila unavyotaka wewe bila kanuni kinakukwama. Hebu chukua chakula na maji uweka mdomoni wote. Kuna system moja ambayo tutoharike, tutubu dhambi ili Mungu atutumie. Lakini habari za tamaduni kacha tuziache huko au tuje nazo kwa Yesu aziondoshe, atutue yeye, atutakase. Weka huo wimbo. Nchi na vyote vijazavyo ni vya Mungu, dunia na wote wakao ndani yake. Ndiyo maana najivuna, kwani nina Mungu anijali kuliko vingine. Nchi na vyote vijazavyo ni vya Mungu, dunia na wote wakao ndani yake. Ndiyo maana najivuna, kwani nina Mungu anijali kuliko vingine. Jina lake ni Yehova Mungu muumbaji, yeye akisema yote yanafanyika. Sitahangaika nikiwa naye Mungu, kwani yu daima. Jina lake ni Yehova Mungu muumbaji, yeye akisema yote yanafanyika. Sitahangaika nikiwa. Matumaini yangu yote ni kwake, kwani sina
hakuna Mungu mwingine bali Yehova. Yeye ajua shida zangu na haja zangu, utukufu ni wake milele. Jina lake ni Yehova, Mungu muumbaji. Yeye akisema yote yanafanyika. Sitahangaika nikiwa naye Mungu, kwani yu daima. Jina lake ni Yehova, Mungu muumbaji. Yeye akisema yote yanafanyika. Sitahangaika nikiwa naye Mungu, kwani yu daima. Jina lake ni Yehova, Mungu muumbaji. Yeye akisema yote yanafanyika. Sitahangaika nikiwa naye Mungu, kwani yu daima. Kujitegemea. Yehova ndio mwenyewe. Sitategemea chochote. Naomba Mungu aniongoze. Naomba Mungu aniokoe. Naomba Mungu anilinde, atulinde. Kwa sababu tumekuja mikono salama. Tumekuja kwa mwenyewe, mwenye uwezo, anayejua thamani yetu. Shetani hajui thamani yetu. Atageuza mbinu kwa sababu anataka uharibifu. Lakini Yesu analia kiwa chumba cha patakatifu tunapotenda dhambi. Tunapokuwa na mizimu na miungu mingine, anasikitika. Pamoja na kuwa ameshalipa deni msalabani, lakini bado anaumia sana anapoona tunazurura hivi. Mkutano huu wa makambi, tujitathimini katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Mafundisho tunayojifunza, masomo tunayoyasoma katika Biblia, yatuokoe, yatuongoze, yatutie moyo, tuwe wafanyakazi ambao anategemea. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe watu wa hivi hivi. Haiwezekani. Tusiwe watu wa hivi hivi. Napomaliza somo hili la mizimu, twende tuangalie ni wapi ambapo tumekwama. Ni wapi ambapo umeingia sana kuliko kumtegemea Mungu. Huo ni mzimu. Shetani anatumia mbinu nyingine, nimesema. Ni katika mapato, katika jambo lolote tunapofanya bila Mungu, ni mizimu fulani shetani anageuza kwa njia mbalimbali ambayo hatujazoea. Unasema kwamba ni sawa. Hata kujivuna kuomba, hata kuogopa kuomba, mimi sivijui, ni mizimu hiyo. Na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Hatuna ujanja wa kuweza kufanya jambo takatifu bila kuongozwa na yeye. Mpaka tufanye mapatano, Roho Mtakatifu atuongoze. Mtu atabadilika mpaka anakushangaa, hii ni fulani, kwa sababu ameshatubadilisha, ameshatuongoza. Sasa nasema napomalizia, lakini ukweli ni kwamba hawa wamepotoshwa na shetani mwenyewe, maana hakuna mkazi wa roho za waliokufa kwenye ardhi yoyote duniani. Kumbuka mwanadamu ni roho, hiyo roho ya mwanadamu baada ya kufa haikai popote kwenye ardhi hii. Inakuwaje twende tuabudu kwenye makaburi? Twende tutegemee miujiza mingine ambayo sio ya Mungu. Anasema au kwenye miti au nyumba. Badala yake maroho na roho za kuzimu za uongo ndiyo wanakaa eneo hilo la ardhi. Lakini habari zote zinakaa mbinguni, ambayo ni kwa Mungu Mwenyezi. Ndiye anayetoa habari njema.
ndiye anayeongoza kanisa lake na dunia hii. Ukiona vinavyotoka duniani hapa, mtu anakutengenezea mambo fulani, achana nayo. Ole wake anayemtegemea mwanadamu kuwa kinga yake, katika kitabu cha Mhubiri. Jambo la pili, watu wanaojishughulisha na mizimu wanafahamu ni kwamba mzimu ni eneo kubwa ambalo husadikiwa kuwa ni makao ya pepo. Shetani ana mambo mengi, ana majina mengi sana. Mungu ana majina mengi na rejeo ina majina mengi. Sasa usipoangalia unakwepa hapo na rukia pale pale. Jambo la tatu, kwamba maana ya mzimu kulingana na tafsiri ya Kiswahili ni kwamba mzimu ni kivuli cha mtu aliyekufa zamani anayemtokea mtu ndotoni. Sasa nisikilize vyema hapa, itakusaidia. Jambo hili ndilo ambalo jamii nyingi wamefundishwa na kuamini ya kwamba yani mtu anapokufa bado anaweza kufanya jambo lolote, lakini tunaweza tukamuomba kwa huruma, lakini kwa mawazo mengine ambayo ni potovu ya Mwenyezi Mungu, ni mizimu iliyojificha katika kivuli cha wema. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, tumekuja katika kambi hii la 2025 kwa ajili upone wana zako na binti zako walikuja na mizigo. Baba, tunajikabidhi kwako, ukafungue mizigo yote, minyororo ya shetani yote, ukaikatekate, na wataporudi kwenye majumbani kwetu tukiwa wazima, tuifurahia ushindi wako Yesu. Amina. Wabariki wachungaji wote na wazee wa kanisa wote tunapotoka tuwe na amani yako. Tunaomba na kushukuru Mwokozi wetu. Amina. Haleluya. Mkutano, haleluya. Makambi 2025 Shokora. Nitakwenda nikimtumaini Yesu. Wewe sema hivyo hivyo unavyofahamu, kama mchungaji wetu aliyetoka amesema kwamba na mimi najaribu, hebu twende. Kwa hiyo na wewe hivyo unavyofahamu sema hivyo hivyo. Bwana ataendelea kutukuzwa kupitia salamu hiyo. Kwaya iliyoko mbele yetu ambayo inaenda kumtukuza Mungu ni kwaya ya Imanda, na wakati ni kwaya ya Ibumba pale. Na baada ya kwaya hiyo tutakuwa na kipindi cha Lijue Kanisa Lako, ambalo kipindi hicho kitasimamiwa na mchungaji ambaye Mungu amempatia kibali kwa ajili ya kutulisha. Kwa hiyo Ibumba, karibuni, na baada yenu mchungaji atakaribia. Mimi ninayekuletea matangazo haya napenda kujitambulisha tena kwa mara nyingine. Niite Esther Wandela, mama wa watoto wawili na mume mmoja akiwa kule amesimama. Kwa hiyo huyo ndiye mume wangu anayeniwezesha hata kupata nafasi. Unajua ukiwa na amani utaweza kusema vizuri. Bwana akubariki sana mume wangu mahali popote pale ulipo. Ibumba, karibuni. Wanawake saba watamshika mume mmoja wakisema, tutakula chakula chetu, hawa zetu wenyewe tutavaa, tuitwe tu kwa jina lako, tuondoe aibu yetu. Wanawake saba watamshika mume mmoja wakisema, tutakula chakula chetu, nguo zetu wenyewe tutavaa, tuitwe tu kwa jina lako, tuondoe aibu yetu. Lipo kanisa moja tu la Mungu duniani, alilolianzisha mwenyewe,
Ni kanisa lizishikalo amri za Mungu na imani yake Yesu. Bwana akuita leo kwenye zizi lake, uliye nje ya zizi lake. Ni safina yetu ya leo itatufikisha mbinguni salama. Lipo kanisa moja tu la Mungu duniani alilolianzisha mwenyewe. Ni kanisa lizishikalo amri za Mungu na imani yake Yesu. Bwana akuita leo kwenye zizi lake, uliye nje ya zizi lake. Si safina yetu ya leo itatufikisha mbinguni salama. Makanisa ya kileo yamemshika mmoja Yesu yakisema, tutakula mafundisho yetu, taja yetu wenyewe tutavaa. Tuitwe tu kwa jina lako, tuondoe aibu yetu. Makanisa ya kileo yamemshika mmoja Yesu yakisema, tutakula mafundisho yetu, tabia yetu wenyewe tutavaa. Tuitwe tu kwa jina lako, tuondoe aibu yetu. Lipo kanisa moja tu la Mungu duniani alilolianzisha mwenyewe. Ni kanisa lizishikalo amri za Mungu na imani yake Yesu. Bwana akuita leo kwenye zizi lake, uliye nje ya zizi lake. Si safina yetu ya leo itatufikisha mbinguni salama. Lipo kanisa moja tu la Mungu duniani alilolianzisha mwenyewe. Ni kanisa lizishikalo amri za Mungu na imani yake Yesu. Bwana akuita leo kwenye zizi lake, uliye nje ya zizi lake. Si safina yetu ya leo itatufikisha mbinguni salama. Wa usharati wake, japo wengine wamejaribu kujitenga, bado wake kwa siku yake ya ibada na mafundisho yake. Wito wa Mungu leo, tokeni msishiriki dhambi zake, msije mkapokea mapigo yake. Lipo kanisa moja tu la Mungu duniani alilolianzisha mwenyewe. Ni kanisa lizishikalo amri za Mungu na imani yake Yesu. Bwana akuita leo kwenye zizi lake, uliye nje ya zizi lake. Ni safina yetu ya leo itatufikisha mbinguni salama. Lipo kanisa moja tu la Mungu duniani alilolianzisha mwenyewe. Ni kanisa lizishikalo amri za Mungu na imani yake Yesu. Bwana akuita leo kwenye zizi lake, uliye nje ya zizi lake. Si safina yetu